Now that tunaelekea mwisho wa mwaka 2024, ni muda wa kujitafakari kwamba mambo ambayo tulipanga mwanzo wa mwaka huu, je, tumeyatimiza? Je, tumeyafikia au tumefikia wapi? Na what's the plan for the next year? Najua kama ada tutaanza tena making goals for the next year, having resolutions, making plans, doing budgets and all that. But namna nzuri ambayo mimi nahisi ya kuweka malengo kwa mwaka ujao au katika kitu chochote kile ambacho tunatamani kufanya ni ku break down our goals. And send this message, natamani kutoa mfano mdogo. Assume unatamani kuvuka mto. Mto ni wa mita 10. So huwezi, na mto ni mrefu, right? So huwezi tu ukapaa katika hali ya kawaida ya kibinadamu. What you have to do ni unabidi uweke mawe ili uweze kufika kwenye the other side of the ocean au mto ambao unataka kuvuka. So assume una mto wa mita 10 ambao wewe katika hali ya kawaida ya binadamu huwezi kupaa wala kuruka. Ili lile lengo lako la kuvuka ule mto, kipi ni rahisi? Kuruka au utafuta mawe baada ya kila nusu mita iwe rahisi wewe kuvuka hapa na hapa? The answer is so obvious kwamba kuruka mawe mafupi katika distance fupi itakuwa rahisi katika wewe kufikia lengo lako la kuvuka mto wa mita 10, right? Same applies kwenye maisha yetu ya kawaida. Ili kufikia the big goals that we really want to accomplish at the end of the year or after 6 months, we have to break down the goals into small goals. Binadamu tumeumbwa na hulka ya kuchoka na kujikatia tamaa, hasa kama tukiweka malengo ambayo ni marefu. So kama una lengo lako kubwa sana, wewe mwenyewe ukiliangalia tu linakutisha, livunje katika vitu ambavyo manageable, ili pia ukiweza kuvifikia zile goals zako ndogo uweze celebrate kwamba umeweza kufikia milestone fulani. Mfano, unataka zipo njia nyingi sana za kutengeneza magani za set goals. Moja wapo ni SMART goal technique. Nishawahi share how to make them. Zipo njia nyingine kama the 12 week rule, 12 week year. Inamaanisha kwamba mwaka wewe unaashumu kwamba goal yako unatakiwa imalize kwa miezi 3. So kwa sababu kila mwezi una wiki 4, so 4 mara ile miezi 3 inakuwa wiki 12. So wewe unaashumu kwamba the deadline ya kufanikisha goal yako ni just 12 weeks. So katika kitu chochote ambacho unatamani ukifanye, wewe jiwekee kwamba mimi deadline yangu ni baada ya miezi 3. Hii inakufanya ujipe ile sense of urgency, kwa sababu unajua mtu ukishajipia kwamba hii kitu natamani kufanya lakini mwisho wake ni mwezi wa 12, hata ile pesa ya kuifanya inakuwa ndogo kwa sababu unaona hauna uharaka. Lakini ukishajiwekea sense of urgency kwamba hichi kitu nataka nikifanye au nikikamilishe baada ya miezi 3, utajikuta unaweza kufanikisha kile kitu. Na pia ile hali ya kuona kwamba sio miezi mingi, unajikuta unapata uharaka wa kufanya ile jambo. So zipo njia nyingi nadhani nitaweza kushare naye ni jinsi ya kuset goals, lakini kwa sasa tunaweza tukaanza na hizi the SMART goal technique na the 12 week year. Ni nzuri sana kwa ajili ya kuset malengo. Thank you.